kilichokuleta, njoo. Wewe, unataka kucheza na mimi? Unataka kucheza na pesa yangu? Wewe mwanamke, takuja nikubabua kofi mbaya. Unataka kujifanya mjanja? Mimi ni mjanja zaidi yako. Thamani yako ni kubwa kuliko kitu chochote, na thamani yako kuna anayeitambua. Lavia. 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 Amka. Amka, chakula iko tayari. Karibu. Tukule. Tukule nini? Yaani kila siku sukuma na ugali, kila siku sukuma na ugali. Yaani wewe mkubwa wangu, tumetoka fasting. Mimi hata nilikuwa nafikiria tukitoka fasting hii ugali na sukuma at least tutaongezea kakitu kama mayai hivi kanyama. Mimi ugali na sukuma staki, nimechoka nayo. Sasa wewe unaongea hivyo na kuna watu wanatamani kukula chakula kama hii. Unajua ni watu wangapi wanatamani kukula hii chakula? Sisi tumeipata, tunafaa kushukuru Mungu. Tunafunga, tunaomba kila siku lakini ni kama maombi yajibiwe. Yaani ni sukuma na ugali kila siku. Kila siku. Mimi huyo Mungu wako hapana. Hapana kabisa, mimi naona ni kama ametusahau. Ikiendelea hivi, ugali na sukuma, mimi naenda kuchapa umalaya huko nje. Unasema? Unaenda kupiga umalaya? Kwani wenye wanaichapa wako na shida gani na wanakaaje? Mimi naenda kuichapa huko nje. Na niishi maisha mazuri, kisha nitaomba msamaha kwa Mungu na atanisamehea. Bora niishi maisha mazuri. Umalaya na hii umri yako. Ubaya, sura yangu na yako inafanana. Sasa ukienda huko nje kupiga umalaya, watu watafikiria ni mimi nimeenda huko. Mimi nitaomba Mungu abadilishe sura yangu isifanane na yako, nikae mimi kimimi. Na wewe ukae hivyo venye unataka. Uende ukakufia huko mbele. Kula hizo ugali zako na sukuma huko. Nimechoka kabisa. Na usiniamshe. Hii sukuma na ugali yenye unasema, acha nikule. Mimi ndio nimejua venye nimeichokea. Mungu tawala katika maisha yangu, ijapo kuna ugumu, ila najua una nguvu. Hakuna jambo linaloshindikana kwako, ulioyatenda nyuma ni mengi. Iwe kwa watumishi wako, viongozi mbalimbali, pamoja na sisi wote. Karibu. Karibu. Oh, Habilinga. Yes. You're welcome. Thank you. Habari yako? Nzuri, uko poa? Uko salama? Oh, niko fiti. Karibu. Asante sana. Umepataje mbona nimekutumia location tu peke yake? Oh, sisi nilifika hapa kuna milango mingi. Ilibidi niulize mlango wako. Yes. Karibu sana. Nashukuru sana. Thank you. Habari za siku? Nzuri. Umepotea? Siwezi bwana. Oh, asante sana Samia kwa kuweza kunikaribisha nyumbani kwako. Karibu sana kwangu. Nimefurahi hata na mimi kukuona. Nimefurahi sana. Istoshe naona unaishi sehemu nzuri. Japokuwa wewe ni binti ambayo unakaa peke yako. Thank you. Lakini vile umeweza kutengeneza nyumba yako iko sawa, inanukia. Asante. Yes. Karibu sana kwangu, hata niandae chakula tukule. Thank you. Tukimaliza, kama tutabaki hapa, kama tutaenda hotelini, ni wewe tu, hakuna shida. Lakini pesa inaongezeka. Kwa sababu ni kwangu ama tunaenda hotelini. Oh, kwa sababu ni nyumbani kwako. Kwa hiyo tukienda hotelini kama kawaida vile tumezoea, pesa inakuwa ni ile ile. Ndio ni ile ile, sitapandisha. Don't worry.
Lakini ukweli ni kwamba siku ya leo sijaja kwa sababu ya hiyo mambo. Kwa nini? Ulikuja kunisalimia tu ama? Leo sijafuata kabisa kitu chochote ambacho hakimpendezi Mungu. Leo nimekuja nimenyoka kwa sababu katika ndoto nimeonyeshwa nikiwa na kuvika pete. Hiyo ni ndoto tu. Nimeonyeshwa mimi na wewe tukifanya harusi. Kwa hiyo ikabidi niombe Mungu na niulize hizi ndoto kwa nini zimekuja. Basi Mungu akanihakikishia kwamba wewe ndio mke wangu mtarajiwa. Yes. Mke wako. Kwa hiyo kama hautojali Samia, nitaomba nikusurprise kidogo. Mimi niwe mke wako? Yes. I'm surprised. Kwa umefikiria vizuri ama ni ndoto tu? Mimi siwezi kuolewa juu. Unajua wanawake wenye wanajiuza ni ngumu kuoleka. Na kwa sababu wanakuwa wanatuzoea katika hiyo kazi. Kusema mtu akuamini, akubebe, akufanye mke wake. Sidhani. Samia, nitaomba nikupe surprise ambayo kama kuna mtu mwingine ambaye ashawahi kukufanyia hiyo kitu, basi ilikuwa copy. Na mimi hii yangu ndio original. Ndio maana mimi nikamua leo nikuonyeshe thamani yako ilipo. Hiyo ni ndoto tu. Hebu tuendelee na mambo mengine. Hata nimalize kupika na tufanye mambo yetu tu tumalize. Si sawa? Surprise. Mungu akitaka kukuinua anaweza kutumia. Tafadhali. Tafadhali. Labda umeishi hujui thamani yako ilipo, lakini leo nataka nikuonyeshe thamani yako ilipo. Tafadhali, songesha mkono wako na kuomba. Tafadhali. Sasa Samia, hii ndio surprise yangu ya siku ya leo. Because kuna watu wengine wanatoa bila kujua thamani yake. Lakini mimi najua thamani yake. Na ndio maana sikujali kwamba wewe uko kwa tabia ya umalaya ama uko kwenye hii mambo ambayo ni chafu haimpendezi Mungu. Nikaamua nikuonyeshe thamani ambayo wewe hujijui. By the way, unajua hao wanawake ambao mara nyingi hujiuza ni kwa sababu wanakuwa hawaelewi thamani ambayo walipewa na Mungu. Kama mtu akigundua thamani yake, thamani ya mwili wake, basi hawezi kufanya hiyo mambo. Japokuwa na mimi pia nimekuja kukutafuta kama mwanamke ambaye nilikuwa nataka kuenjoy naye, lakini angalia matokeo yake. Labda Mungu alinipangia ili niweze kukuoa. So sasa tafadhali, kama utaniahidi kwamba hii tabia utaacha kabisa, nitakuvika hii pete. Happy River, nikwambie, hakuna mwanamke mwenye hako tayari kutoka katika umalaya. Kwa sababu wengi hawafanyi umalaya ama hatufanyi umalaya juu ya tabia mbaya. Wengi tunafanya juu ya maisha mabaya. Lakini Samia, kabla sija kuvika pete hii, ningependa nikuulize swali kidogo. Hivi wewe ulikuwa unafanya umalaya kwa sababu ya tabia ama pia ni hii maisha ambayo unaongelea? Happy River, nikwambie, mimi sikuwa nafanya juu ya tabia mbaya. Kuna wengi wanafanya, ndio sikatai, kuna wenye wanafanya juu ya tabia. Na baadhi ya wengi wanafanya juu ya maisha mabaya. Sasa akipata mtu wa kumtoa katika hayo maisha, huwa anaacha kabisa, anatoka kwa sababu hakufanya juu ya tabia. Mimi ukiniamini, ukinifanya kuwa mke wako, na kuhakikishia kama nitaacha. Na sijui niseme nini ama nimshukuru Mungu kwa kuwa ananitoa katika hii hali, because ni kitu nilikuwa nafanya, si kwamba napenda, hapana, lakini ilikuwa tu ni kutafuta maisha. Tafadhali nipe mkono wako. Mimi sitapenda niweke kwa mkono huu. Huyu si ndio mkono wa harusi? Na huyu si ndio mkono wa tuseme relationship, mahusiano? Huyu hapa, nikiweka hapa, si labda tunaanzisha mahusiano? Sasa mimi direct naweka hapa kwa mkeka. Hamuna kitu cha kusubiri. Hamuna mambo ya mahusiano. Ili mtu akikuona ajue wewe ni mke wa mtu. Ndio maana naweka hapa. Thank you. I love you. Asante Riva kwa kuniamini. Nitakuwa mke bora kwako.
the kind of moment you wish to repeat. Leo mimi naenda kuoleka na nilikuwa nafanya kazi ya umalaya. Kwani wewe mwanaume? Mungu asante kwa kuwa unanivisha heshima kama hii. Sikuwa na stahili mimi kuoleka. Leo mimi Samia anavalishwa pete ya kuitwa mke wa mtu. Kweli Mungu nashangaza. Kwani leo mimi Samia natoka katika umalaya. Asante Mungu wangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako. Nasema asante Mungu kwa neema ya siku ya leo. Mungu, leo umenitendea mema. Kumbe unaweza ukatoa mtu katika mavumbini na kumikalisha pamoja na watu wakuu. Yesu, asante kwa kubadilisha historia ya maisha yangu. Nilikuwa naitwa malaya, leo naenda kuitwa mke wa mtu. Sijui nikupe nini, sijui niseme nini. Na yoyote anayekutegemea, Mungu lisema kama hata kufa milele, hata aibika milele. Na leo kweli naona mkono wako. Haukujali tabia zangu, haukujali dhambi zangu, lakini leo umeamua Mungu nishangaze. Kwa kweli nakushukuru. Naomba Mungu nisamehe. Sitarudi kujuuza, sitarudi kujiaibisha, sitajivua tena thamani unayonivisha leo. Nasema asante Mungu. Naomba rehema kutoka kwako. Naomba utakase huu mwili, utakase mawazo yangu, utakase nafsi na roho yangu Bwana. Naomba unisamehe Mungu wangu. Sitarudi na kuahidi sitarudi katika hali ya umalaya. Mungu, nitakutumikia milele, nitakuheshimu milele Mungu wangu. Mungu, naombea pia rafiki zangu wale tulikuwa tunajiuza pamoja. Ubadilishe historia ya maisha yao. Mungu, na wao wakumbuke kama ulivyonikumbuka leo mimi Samia. Tafadhali Mungu, naomba watembelee. Asante kwa kuwa umenisikia na unaenda kufanya. Amen. Thamani yako ni kubwa kuliko kitu chochote, na thamani yako kuna anayeitambua. Lavi, shuka. Shuka chini tusome Biblia alafu tulale. Nishuke nisome neno? Kwani neno ni chakula? Sasa wewe mbona unakataa kusoma Biblia? Kuna njaa, mimi sijakula. Alafu unaniambia nishuke nisome neno? Tuombe Mungu mwenye ananilisha sukuma na ugali kila siku. Si ndio? Wewe nani amekwambia usikule? Si unajua neno inashibisha? Neno inashibisha. Shuka chini. Wewe Lavini, wachana na mimi. Wewe fuata tu mambo ya huyo Mungu. Mimi nitajua kenye nitafanya. Wachana na mimi kabisa na usinisumbue. Si usome tu Biblia alafu tuombe, kwa sababu unajua ni kitu tunafanyanga kila siku. Hebu soma neno lako na ulale, ujifunike. Basi unafaa kushukuru Mungu kwa chochote. Kama hujapata hiyo chakula yenye unataka, bora umshukuru kwa uhai. Kwa sababu kuna watu hawako uhai na we uko uhai. Unafaa kushukuru Mungu sana kwa sababu ya hiyo. Wacha mimi niombe basi nilale. Na uondoe hizo miguu zako hapo. Nakuja hapo kulala. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. Nimefunga masikio. Sitaki kusikia kitu yoyote. Lavina lavia. Oh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh. Imanu mararabam. Kubona mwele bibi. Mke wangu, mimi nataka nielekee kazini. Lakini siku ya leo ukweli ni kwamba naweza nikachelewa kurudi kidogo, kwa sababu tayari kuna program ambazo nimezipanga na zinaweza zikachelewa kumalizika, nikachelewa kurudi home. Kwa hiyo ukiona nimechelewa usishangae, unajua si kawaida yangu kurudi usiku. Sawa.
Hivi mnafanya kazi usiku? Hapana. Hatufanyi kazi usiku. Ni ile siku ya leo kuna kitu Tyler ambacho nimekipanga na siamini kama kitaisha mapema. Yes. Mbona upokee simu? Hii simu achana nayo, maana huyo mtu anapiga sana hata simuelewi. Amepiga sana. Huyo achana nayo. Ndio msikilize usikie ni nani. Wewe achana naye, sitaki kumpokea. Mbona unasisitiza? Sawa. Mimi sitaki kupokea mtu kama ananidai. Wewe utamlipa pesa yake sahi? Watu tunatembea na madeni bwana. Samahani. Kwa hiyo anapiga tena. Sini wewe achana naye. Mbona unataka kuchukua simu yangu? Mimi nishakwambia juana na simu yako. Mimi ndio ninaruhusiwa kuchakatua simu yako, lakini si wewe. Hii simu kiona ikimbie kama kituo cha polisi. Nishakwambia simu yangu sitaki kugusa. Ukiona watu wanapiga hata usipokee, achana nao. Umenielewa vizuri? Lakini mume wangu, mbona umebadilika ghafla? Nimekwambia nitachelewa kurudi leo, sawa? Urudi mapema basi. Ikiwezekana, isipowezekana, nimekuelewesha. Sawa. Wow. Karibu sana. Asante. Japokuwa pia na mimi si nyumbani kwangu, lakini nakukaribisha. Umependeza sana. Unavutia kabisa. Asante. Naona pesa yangu haijapotea. Na ndio maana kaniambia nipe pesa hii, nikasema unaistahili. Si ndio? Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba naona kama hutajua kitu gani ambacho kimekuleta humu ndani. Bado kabisa, bado sana. Hakuna. Kwani wachezaji wa mpira wanapoingia uwanjani si wanajua kazi ambayo imewafanya waingie pale? Si ya kucheza mpira. Kwani wanakuwa wameingia uwanjani kucheza mziki? Sasa kwa nini unasema samahani? Kama hakuna shida basi nionyeshe. Show me kama hakuna shida, kwa sababu ni kama naona umeboeka kama mtu hujui kile ambacho kinakuleta. Hebu njoo mama. Kitanda ni wewe umeandaliwa na si mtu mwingine. Karibia, njoo. Aya. Samahani tena. Samahani. Kwani hujui kilichokuleta ndani? Samahani ya kitu gani mama? Hata pesa nishakutumia kwa simu yako. Unayo kwa simu. Tumeingia ukaniambia pesa kwanza nitumie. Sijakutumia pesa? Mimi si malaya. Mimi hata nilikuwa nafikiria tukitoka fasting hii ugali na sukuma at least tutaongezea kitu. Ikiendelea hivi ugali na sukuma, mimi naenda kuchapa umalaya huko nje. Unasema? Wewe ni nani? Na pesa yangu umechukua kama nani? Mimi kwenye umenitoa si eti nilienda kufanya umalaya. Mimi nilienda tu, tunapitia mambo mingi. Mimi nilikuwa najaribu bahati yangu kama naweza pata kitu naweza pata pesa. Wewe mwanamke usinifanye nikafikiria kufanya kitu kibaya sasa hivi. Umenisikia? Mimi pesa kuipata inanichokesha, usifikiri unaweza kuchukua pesa yangu bure wewe. Hayo masiala fanya kwa wanaume wengine huko, sio kwangu. Pita hapa. Fanya kilichokuleta, njoo. Wewe, unataka kucheza na mimi? Unataka kucheza na pesa yangu? Wewe mwanamke, takuja nikubabua kofi mbaya. Unataka kujifanya mjanja? Mimi ni mjanja zaidi yako. Na wewe pesa yangu huwezi kuchukua kirahisi, mjinga mkubwa gani? Wewe nitakupiga. Hapana. Wewe nitakupiga. Wewe nitakutandika vibaya wewe. Mimi naweza nikakunyonga nikakuacha ndani. Sawa? Mimi si malaya. Mimi nimeokoka. Umeokoka. Sasa nataka nione malaya ambaye ameokoka. Anakuaga aje. Jesus! Please help me! Help me, God!
ujanja kwa watu wengine, si kwangu. Mimi naweza nikachukua shimo narudisha na faida. Na wewe leo utajua ujue umeingia cha kike. Tafadhali wacha nikwambie ukweli. Usinilete masiara mimi. Unanisikia vizuri? Mimi na ndugu yangu tumepitia hali ngumu sana. Tumepitia masaibu. Sasa ndio nikaamua niende nitafute huko nje. Mimi mtu nimeokoka. Sisi ni watu wa maombi sana. Hata sasa niko fasting. Kwangu nisaidie. Kujikuta hapa sikupenda kwangu. Wewe ambao umekuwa ukinisaidia. Mungu, tazama yale ambayo tumepitia. Ramakanto masheredeti nditaka karada. Rokonto masheredeti nditaka karada. Ripakanto masheredeti nditaka karada. Rokonto masheredeti nditaka karada. Mimi nisikize, siombewagi na malaya. Mimi huwa siombewi na malaya. Hata kabla ya kula chakula ni lazima tuiombee. Kwa hiyo wewe usinitishe na maombi yako ya uongo. Sheketemo, ninaona uko na pepo ya umalaya ndiyo inakutawala wewe, lakini ninaiamuru katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu nimepewa nguvu na uwezo na mamlaka. I command that spirit in Jesus name. Toka! I fire you. I fire you in Jesus name. Fire! Holy Ghost fire! Oh, thank you Jesus. Umetenda zaidi na zaidi. Umetenda. Oh, asante. Wewe nani? Hapa tuko wapi? Wewe nani? Wewe nani? Tulia. Keti chini tafadhali. Kwani tuko wapi? Keti chini, nitakuelezea kila kitu. Wewe keti chini. Kwani tuko hotelini? Usijali. Nitakwambia kila kitu. Nitakwambia kila kitu, venye tulianza, kwenye tulitoka hadi tukafikia mahali ambapo tumefikia. Wewe kaa tu chini, nitakwambia kila kitu. My God. La bashaka tokosa. Bye. Kwani niko hotelini? Na wewe ni nani? Bado unaweza kutenda zaidi na zaidi. Kuwa nuru yangu Baba, nipitapo kwenye giza. Sasa mke wangu, habari ni hiyo. Hivyo ndivyo mambo yalivyokwenda wakati tulikuwa hoteli na huyo mwanamke. Nitakuomba sana unisamehe kwa mambo yaliyotokea. Lakini nimeweza kushukuru Mungu sana kwa kuwa ameweza kuniondolea huyo pepo ambaye inaonekana kama alikuwa akinisumbua kwa muda mrefu sana. Na kwa sasa namshukuru Mungu maana nimewekwa huru. Niko huru sasa. Nafikiri kwamba hata hiyo tabia ya umalaya haikuwa tabia yangu, maana ni huyo pepo aliyekuwa akiniendesha. Mume wangu, usiwe na mashaka. Mimi nakupenda. Na kuwa umejelewa na ukaamua kuniambia ukweli, siwezi hata kukusamehe. Nimekusamehe mume wangu. Na ilikuwa ni mpango wa Mungu tuokolewe. Lakini mke wangu, nitakuomba pia uweze kuniruhusu ili hawa mabinti tuweze kuwaita nyumbani na tuweze kuwasaidia. Maana nikisikiliza vile alivyonielezea hali yao ilivyo, ni kama wako kwenye hali sio nzuri. Sawa, hakuna shida. Yes. Na ni vizuri hao wasichana tuwaite, tuangalie cha kufanya juu yao. Si ndio? Nakupenda sana. Nimekusamehe.
nashukuru sana. Thank you my wife. Thank you so much. You're welcome. Niko na zawadi yako. Zawadi? Kuna wimbo nimetunga juu yako. Wow, natamani kuisikiliza. Sawa. I remember the day nilipokutana nawe. Happy River, nimehisi kama nakutana na yule Mungu amenijalia, nimesikia nabadilika, sikukuwa na mashaka ya kwamba wewe ni mume wangu. Happy River, nakupenda River, umekuwa the river of my dream. Nakupenda, asante kwa kunichagua kuwa malkia wangu. My dream, nakupenda, asante kwa kunipenda na kuona mimi naweza kuwa wangu. My dream, nakupenda, wewe ni mfalme wangu. Happy River, Happy River, my dream, nakupenda. Lavia, mimi mbona sikuelewi? Lavia, unanichekesha kweli. Unawezaje kuombea mtu kwa hoteli? Hata mimi sijui kulikuwaje, kwa sababu nilipoingia kwenye hicho chumba nilishikwa na uoga sana, nikaanza kutetemeka. Sasa yule kaka akaanza kunishautia. Nikaogopa, nikaanza kuita Mungu. Hapo wakati nilikuwa naomba ndio Mungu akashuka na roho ikanishukia na nguvu. Nikaanza kumuombea. After hiyo pepo kuondoka ndio akarudi kawaida, akaanza kujielewa. Baada ya kutoka hotelini tukafika kwa bar, ndio akaniambia kuna mkewe, na mimi pia nikamwambia niko na pacha wangu ambao ni mkubwa wangu Lavin. Akatuambia tuandae hata sisi tuende tumuone na familia yake. Kweli nikijaribu kuunganisha hiyo story yako na story ya Jonah, ni kama tu tofauti ni kidogo tu, kwa sababu Jonah pia alitumwa na Mungu aende akahubiri Nineve, na Jonah akakataa na akajikuta ako ndani ya samaki. Kwa hivyo Mungu alitumia njia yoyote mradi Jonah afike kwenye alitumwa. Sasa na wewe inaweza kuwa ni Mungu alikuwa ametumia hiyo njia ya umalaya ili uende uokoe yule kaka. Kwa hivyo sijashangaa, kwa sababu Mungu anatumia njia mingi. Hata kuna mtu mwingine amewahi kuhubiri akiwa uchi ili aende afikishe ujumbe kwa watu wake. Ni kama hata nikiangalia yule mwanaume hakuwa na tabia ya umalaya. Ni ile pepo iliyokuwa ndani ndio ilikuwa inafanya kazi. Na hata mimi naweza sema hiyo story ya Jonah ni kama Mungu pia alikuwa ananitumia ili niende niokoe mtu wake. Na hata leo tupate nyama. Kwa hivyo Lavin, nataka ujiandae kwa sababu aliniambia tuende tumuone yeye na bibi yake. Kwa hivyo haina shida, tutaenda na wewe. Hata mimi natamani kuona huyo mtu mwenye ameombewa na malaya mwenzake na akapona. Oh, my wife. Nafikiri tayari Alice umemwagiza kwa gate kwa fungulia wageni, si ndio? Ameenda kwa fungulia. Tayari ametoka? Si umesema kama wamefika? Wamepiga simu wakasema kwa gate. Nilimwambia alienda kwa fungulia. Vizuri sana. Siwezi kuzungumza mengi kuhusu hawa wageni. Nimeshakueleza mengi, hata yale yaliyotokea kwa hotel
tukiwa ndani ya chumba nilikwambia, si ndio? Kwa hiyo sasa watakavyofika ni wewe kujua jinsi utakavyowapokea, maana ni kama unajua kila kitu kilichotokea. Acha wafike tupate kufahamiana, maana Mungu huwa anakutanisha watu akiwa na sababu. Karibu. Karibu sana, karibu. Asante. Karibu. Asante. Hai. Vizuri. Ingia na wewe karibu. Ingia. Oh, karibu pia. Karibu. Na mwingine mbona anabaki nje? Ingia. Karibu sana. Usiogope, karibu. Na mnafanana. Sisi ni mapacha. Mnafanana kweli. Wow. The twins. wakitaka kuinua Yaani utafikiri ni zile samaki za Thompson au BKK. Haki nashindwa kuwatofautisha. Kwani nilikutana na nani? Sasa wanafanana na mikeke. Hii mikeke ndio ukiweka kwa mubase imefanana. Yes. Mke wangu wageni nafikiri tayari umewaona. Mnafanana. Sana. Na mnapendeza sana. Karibu sana. Nafurahi kuwaona. So niwaulize, nani amekutana na mume wangu kati ya wewe na huyu? Sasa nilikutana na huyu ama ni wewe? Ni yule Lavia mdogo wangu. Wow. Unajua mmelichanganya? Ni mimi Lavia. Ni wewe? Wow, vizuri. Wewe ndiye yule niombea pepo ikachomoka. Mara ya muombaji. Kai. Kwa hoteli. Kabisa. Utofauti ni kidogo vile, hata nguo mmevaa za kufanana. Sasa mtu kuwatofautisha labda hii mkanda ndio naona pia maheleni kidogo, nywele mlivyofunga ndio tofauti kidogo, lakini sura mikeke. Hii kweli, Mungu ana maajabu yake. Yes. Ni masamaki, hizo samaki zinapatikana nchini Burundi duniani mzima. Aya, Burundi peke yake hiyo mikeke inapatikana Burundi. Dunia nzima. Pia zinatoka kwa bahari inaitwa Tanganyika. Yeah. Na Mungu akubariki kuwa umemkomboa mume wangu. Asante. Sasa nimefurahi kusikia kwa sababu ni mara chache hiyo kitu inafikanga. Uingie na malaya kwa hotel kisha ndo akuombea kukomboe. Yaani njia tu za Mungu, cause Mungu ana njia tofauti. Anatumia mtu jinsi anataka. So Mungu akubariki kwa kuwa umekubali kuwa nafasi ya mume wangu kukombolewa. Hata nami sikuwa nimeamini kile mdogo wangu aliniambia. Alinielezea kila kitu, alafu akaniambia kaka ametualika kwake. Sasa hata mimi nilikuwa natamani kuwaona. Ili nidhibitishe yale mambo imefanyika. Kabisa. Na kwa kweli nimeona. Nimeshuhudia. Hata si tumeshukuru sana. Kukuja kukaribishwa si jambo rahisi. Na washukuru pia nyinyi. Yes. Mimi nawashukuru sana. Acha mke wangu awaandalie chochote chakula cha kunywa ili tuweze kuendelea tukifurahiana. Na kile ninaahidi lakini ni kuwasaidia. Naahidi nitawasaidia vile ambavyo Mungu ataniwezesha. Yes. Yes. Mjisikia mko nyumbani, si ndio? Lavin. Napendaga sana mapacha. Chu 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 chu. Mapacha. Chu 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 chu. Chu 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 chu. Chu 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 chu. My brother. Bwana, mimi nimefika kwako kabisa. Karibu sana. Ni pazuri. Unaona? Yes. Mimi kitu cha kwanza ambacho namshukuru Mungu ni kuona nimefanikisha jambo la ujenzi. Nimeweza kuishi kwangu. Mambo ya kupanga yanaumiza ndugu yangu. Hiyo mbaya. Lakini nikwambie na hela kabisa. Yes. Unajua kujenga mjini sio kitu rahisi. Yes. Unakuwa umebarikiwa na Mungu. Na bidii pia. Ukifanya kazi kila kitu kinawezekana. Kweli. Yes. Katika marafiki zangu ambao tunafanya nao kazi, wewe ni namba moja ambayo umeweza kuona ninapoishi. Hiyo si kitu rahisi. Hiyo na mimi nachukua sana, ndio maana ndugu yangu mazingira ni ote. Unajua sasa hivi watu hawapendi watu wajue mtu anaishi wapi kwa sababu watu ni wanafiki sana. Lakini kunakuwa na mtu mmoja ambaye unaweza kusema huyu ni lazima ajue ninapoishi. Maana hata siku nikidondoka nikipiga simu tu huyu amewahi. By the way, karibu sana. Asante. Acha nimuite wife wangu pia uweze kumsalimia. Hakuna shida. Ili aweze kukuangalilia kasoda pia. Hakuna shida. Yes. My wife.
Baby. Baby. Yes, babe. Ya, njoo. Kuna rafiki hapa, nataka umsalimie. I'm coming. Yes. So mambo mengine ni poa. wewe utafikiria kuoa? Kazi naendelea. Lakini si mbali. Si mbali. Yes. Sawa. Ya. Umeona namba hii? Itanifanya na mimi nioe. Umeona Coca-Cola hii? Umeona? Kabisa vitu ni mambo. Unaiona mambo haya? Itanifanya na mimi mwaka. Rafiki yangu, kitu ambacho siwezi kukosea ni kuchagua mwanamke. Hebu fikiria, kwa hii dunia kuna 4 billion. Yes. Si kuna kwa wanasema trillion. Kuna 4 billion. Wanasemaga 4 billion. Sawa? Ama tuseme ukitoka trillion kuna 4 billion. Wewe utashindwa mwenyewe. Wewe kati ya hawa wanawake ambao ni zaidi ya trillion kwa hii dunia utashindwa mwenyewe kuchagua ni yupi unayemhitaji. Mungu amemaliza kazi yake, wewe utahangaika mwenyewe. Kwa hiyo huyu wewe lakini kapo yeye hawezi kuona kitu usoni akaachi kako hapo baby. niache nyuma. Sasa vizuri nikusifie wewe mke wangu. Wewe mke wangu, si vizuri nikusifie. Kwani nani mwingine atakusifia, atakutetea dunia nzima? Naitwa Karista. Wewe taratibu, wewe unajitambulishaje ndugu yangu? Ni mimi ndio driver wa haya maongezi yote kukutambulisha kwa mimi. Yes. So huyu unamtazama anaitwa mke wangu Samia Nuru, kipenzi kabisa. Yes. Baby, huyu anaitwa Karista. Sawa? Karista ni rafiki yangu kabisa, my best friend number 1. Unaweza kumuita Karista muziki. Ndio. Kwa sababu kazini wanapenda kuimba sana muda wote. Mimi nafikiri utakuwa mwanamuziki. Ndio kitu changu. Wewe ukiangalia vizuri ni mwanamuziki. Kwa sababu anapoimba, akiimba hapa wewe utaenjoy sana. Hebu mpige kidogo. Kidogo. So yako na yaona. Wewe basi macho gani unaona bwana? Macho gani unaona? Kimbia mwanamke lazima umsifie. Aya. Samahani kidogo. Sorry. Kazini kuna mtu sorry, nakuja. Samahani. Sawa. Halo? Kabisa. Halo? Naomba usisumbue please. Hebu songa huko, mume wangu asikutane hapa. Ukiniletea matatizo, utamwomba. Hakuna shida. Wangu, si ndio? Haina shida. Nitakwambia mambo yakikuwa sawa, nitakujulisha, usijali. Mambo yakikuwa mazuri amekata. Sasa mambo za kazi haziishi. Utakosea muda mwingi. Siwezi. Kitu nazingatia. Aya, siku 2 kwa wiki. Hizo naziandaa. Hizo naziandaa kweli. Hapo ni kitu za muhimu. Sasa mke wangu, unaweza ukaendelea na shughuli zingine ulizokuwa unazifanya. Mimi nafikiri rafiki yangu amekufahamu pia. Na mimi nimeweza kumuonyesha mke wangu. So kesho akikuta barabarani kusalimie. Kama msalimiane ni vizuri. Sawa. Kwa hiyo acha na mimi niondoke. Bwana mambo. Acha mambo hayo bwana. Acha mambo hayo. Acha nikutoe ndugu yangu. Mungu hawezi kumtoa mwanadamu. Muamini tunautubu. Sasa Lavin, nafikiri tumemaliza kumshukuru Mungu kwa kazi ambayo ameifanya. Hakika mimi natoa shukrani zangu za dhati kwa sababu hii kazi si sisi tumefanya, bali ni Mungu. Huyo Mungu apewe sifa na huyo Mungu azidi kubariki na wengine vizazi na vizazi. Hivyo basi, mimi na mke wangu tumekukabidhi saluni hii ili iweze kuwasaidia wewe na mdogo wako. Amen. 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 Mke wangu sema amen. Amen. Mungu amefanya mambo makubwa. Hallelujah. Amen. Ya baba. So, unajua kama sasa mdogo wako amerudi shule na ni wewe mkubwa ambaye utaendesha hii kazi. Jitahidi, amka mapema, piga kazi na Mungu najua atawabariki sana. Hii ni ya kwako kuanzia sasa hivi na wewe ndiyo boss.
Wow. Yes. Mimi ni boss. Yes. Boss lady. Boss lady kabisa. Hongera sana. Nashukuru. Amen. Nashukuru Mungu kwa kutufikisha mahali ambapo tumefika sasa hivi. Mdogo wangu ako shule na mimi sasa ni boss, niko na kazi. Amen. Unaona venye salon inapendeza. Hata na mimi nimefurahi sana. Mzidi kubarikiwa na Mungu azidi kuwatumia kuinua watu wengine. Glory be to God. Yeah. Sasa sijui kama mke wangu naye pia kama ana la ziada la kuongeza ili tuweze kuondoka na tukuachie kazi yako uanze kupiga kazi. Yes. Mimi sina la ziada, lakini acha tu nikupongeze Lavin, na na imani Mungu atatenda zaidi. Yeah. Na uwe na bidii sana. Najua kwa mdogo wako inabidi apate karo shule, inabidi apate vitu mbalimbali na wewe ndio mkubwa. Sasa inabidi utumike sana, utumike na bidii. Ndio. Na ufuatilie sana kazi yako. Thank you. Sasa kwa kumalizia kabisa ili niweze kuondoka na kipenzi mke wangu, na ningependa kukuomba. Nasikiaga kama unapotaka kuwazaa mapacha lazima ubarikiwe na mapacha wengine. Hivyo basi, ningekuomba uweze kumbariki mke wangu ili tuweze kupata mapacha na sisi. Yo! Si unakumbuka nilikwambia napenda mapacha? Kabisa. Wakati ule mlikuja nyumbani. Kwa hiyo sasa nataka kumbariki ili anisalie mapacha na mimi. Haya. Nabariki tumbo ipate mapacha na wabarikiwe hata kabla watoke kwa tumbo. Amen. Thank you. Mama dada usichelewe. Mama dada usichelewe. Mama dada usichelewe. Wasuti wangu. Mbona nywele kingali ya mzima? Anikula aje pesa ya salon pia. Mimi mwanamke mrembo, hii nywele kakaa wiki 3. Najua baby. Tena hela kwako si shida. Nikapendeze katika harusi. Pole basi. Hapana. Lakini si unanikonsomea hivyo. Acha nikaibadilisha kwa maana nilikwambia ninaenda harusini. Okay. Kwa rafiki yangu. Lazima nipendeze. Hakuna shida. Manake kule kuna wanawake warembo, mimi pia ni mrembo, lazima nipendeze. Ndio. Usijali. Conrose tips, pedicure, manicure, treatments pamoja na lashes. Mwanamke kupendeza ni sifa ya kwanza. Hey. What's up? Fine, thank you much. Fanyie sasa. Anza kazi. Anza kazi. Muonyeshe kisa nataka kufanyia. Naitwa Lavin. Karibu sana Bloomshine. Asante. Naitwa Diana. Kipenda waweza kanita Mrs. Karista. Mrs. Karista. Karista ni yule? Yeah, mume wangu nampenda. Uko na mke mrembo. Asante. Kabisa. Unapenda nikutengeneze aje? Kesho kutwa naenda harusi. Natamani nibadilishe hii nywele. Unieke kitu ambacho kinaendana na harusi. A bright color, something bright. Yeah, nywele inavutia. Ya staki nyeusi. Nataka unibadilishie kwa nywele ambayo iko na rangi nzuri. Naweza penda kala 900. Perfect. Nadhani 900 itaingia vizuri na rangi yangu. Unaweza ukanionyesha? Wacha nikuonyeshe. Okay, nitashukuru. Mama dada usichelewe. Mama dada usichelewe. Wow, this is exactly what I want, baby. Oh, baby. Come and have a look at this. Very nice. How is it? Yes. Okay, mweke hii sawa. Okay. Kiwango. Nimeipenda. Nimeipenda. Nitakutoa out. Usijali. Sawa sawa, acha nikuweke hii. Okay. Mbalimbali kama kutengeneza nywele,
vocha na kila kitu unachohitaji, na pia tuko na knotless cornrows, tips, pedicure, manicure, threads pamoja na lashes na mengine mengi. Tunafanya makeup na pia tuko na photoshoot. Mteja kimaliza salon anapirwa picha, inakuwa kama zawadi yake. Karisa. Oh. Njoo uone mkeo. Umemaliza? Kabisa. Okay. Oh baby. You look nice. How do you like Shine it? baby. So good. Shine. I love it. Oh, kumbe mnaweza. Baby. You like it? Acha ni kiss. Kabisa. Okay, ni ngapi sasa? Na kutumia ngapi? 10,000. Yeah. Acha nikuongeze 5,000. Ndio 10,000? Nimeshukuru Ndio baby, hapo sana. sawa, tumuongeze. Pendeza. Naona vitu ni sawa. It's Lakini jioni, unajua mambo yako? Jiandae. Kabisa. Kabisa. Mama dada usichelewe. Long shine, beauty place. Long shine. Mama dada usichelewe. Beauty place. Long shine. Mama dada usichelewe. Shine. Beauty place. Long shine. Oh yeah. Long shine. Beauty place. Honey, babe, tutachelewa. Oh, mimi niko tayari. Umemaliza kuniwekea vitu? Sema wewe hakuna kitu umesahau. Haiko sawa? Iko sawa. Sasa mimi naona sina muda, naondoka. Ama kweli natakiwa ni wahai, my love. Sawa sawa. Utarudi lini? Sasa hii gari imenisubiri. Mimi ni wiki 2 tu, wala hakuna kuchelewa. Sawa sawa. Wiki 2 tutawasiliana, video call zipo, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, nakuamini. Okay? Yes. Fiti? Sawa, Mungu akulinda. Yes. Yes, kama kawaida. Ukifika utaniambia. Usijali. Acha niwahi. Sawa. Tuko sawa? Usijali. Tuzidi kuombeana. Sawa. Sawa? Bye. Okay, bye. Odi. Karibu. Niko poa. Ewa. Oh, Shem. Alhamdulillah nimekukuta nyumbani kabisa, sikutegemea kama nitakukuta hapa. Vizuri sana. Kabisa. So, nimetoka sasa hivi na mume wako. Nimemaliza kumshindikiza. Nikasema acha tu nipite kukusalimia. Sijui kama nimekosea. Pako kosa lolote hapo? Nini kimekuleta? Mbona unakuja na rafiki yako hayuko? Na yeye ndo amekuleta hapa. Acha tusiseme mengi. Naona ile siku nilikuomba namba wakati nilikuja hapa ukakataa kunipatia namba. Mimi nifikiria ni muda ulikuwa mdogo, lakini naweza kukuambia kitu kinisababisha nikuombe ile namba ile siku. Kama si mbaya. Kwa hiyo nilikuwa na pesa kidogo kama $1,000, ndio? Nataka nikupatie wewe, lakini unikubalie niweze kulala na wewe hii usiku tu. Kwani walikwambia mimi ni takataka wa kulala na kila mwanaume? Eti kisa uko na dola. Unaona hiyo pesa unasema? Yeah. Mume wangu ako na zaidi ya maelfu ya hiyo pesa yako. Acha nikufanyie kata hapo sasa. Hebu nisikilize. Acha nikufanyie kata. Ama alikwambia kama amesahau kuniachia pesa ya matumizi akakupea au niletee. Kwani wewe ni nani uzidi mume wangu? Mimi sitaki ni muzidi. Sitaki uwe mke wangu. Sikwambia nataka uwe mke wangu. Nataka hii usiku tu. Nikupe hiyo $1,000 alafu nilale na wewe. Bro, hebu nisikilize. Mimi si takataka wa kulala na kila mtu. Mimi sihitaji pesa yako. Kwa nini? Mume wangu ameniachia pesa ya kutosha. Please Please tafadhali. Hebu ondoka. Na hii mtaongeza. Toka nje. Nitoke nje hata. Bora nimefuata wewe. Hii si majaribu kweli. Nifuata wewe. Naambia namba Nasema yako. hebu toka nje. Kwanza utafika mbali acha kumwambia usimwambie. Wewe ni mtu mkubwa. Tunaona unisumbua sana. Hii ni kitu serious. Acha kupiga. Acha kunisumbua. Please acha kunisumbua. Hapo nataka tukugombanisha lakini. Nimesahau ka kitu. Bora nakuja babe. Sasa inakuaje rafiki yangu umerudi kwangu? Ananisumbua. Mbona umerudi kwangu? Mbona umekuja kwangu na mimi sipo? Inakuaje? Wewe unawezaje kuniambia mimi natoka naenda kazini kisha nakuta mwanamume ndani? Hiyo ni mambo gani? Mimi nataka kujua kwa nini wewe unakuja nyumbani kwangu na mimi sipo. I want you to know that ile siku, acha nikwambie ile siku umemleta. Alitaka kuniomba namba, nikakataa. Namba ya nini?
Hebu muulize. Wewe unakujaje nyumbani kwangu, rafiki yangu na mimi sipo? Mimi nimeenda kazi, nimetoka, wewe nakukuta nyumbani kwangu. Una tatizo gani ndugu yangu? Bro, ile wakati nimetoka kusindikiza, mimi nimesema acha tu nipitie nyumbani kwako nimsalimie Shemeji. Na hiyo ni kitu rahisi, ni kitu kawaida. So, lakini aliyetaka anasema akanitamishi. Hivi ndivyo umekuwa mnafiki? Nimekuja tu kusalimia. Si mke wako na. Kusalimia nani? Semesha ukweli. Wewe unasalimia mke wangu kusalimia tu. Aje. Aliniambia atanipe $2000 ndio nilale naye. Nikakataa. Hata ile siku babe ulimleta. Aliniomba namba nikakataa. Sasa sikiza. Mimi nataka kuongea kitu. Sitaki kukuona nyumbani kwangu. Kuanzia sasa wewe si rafiki. Na nitaomba uondoke katika nyumba yangu. Aende mfuta aende. Na wewe. Prank! Oh. Prank! Hebu subiri kwanza. Nini inaendelea? Yes. Rafiki yangu, boss. Unajua before tuendelee na mchezo kuna kitu nataka unisaidie. Unajua mimi rafiki yangu nimeoa. Lakini wanaume tuna mambo mengi sana, tunapitia mambo makubwa sana. Unaweza ukaishi lakini hujui mwanamke utakayemuoa ni mwanamke wa aina gani. Yes. Sasa rafiki yangu, wakati mimi naoa, unajua kama nilioa mwanamke anayejiuza. Maraya? Umeoa maraya? Yes. Of course alikuwa ni malaya anajiuza. Sasa maraya anaoreka kwa sababu nilimpenda kutoka moyoni. Nikamwamini nikamweka ndani. Ila sasa kuna wakati nimekaa nikafikiria nikasema hivi huyu mwanamke amebadilika kweli? Ile tabia ya umalaya ameacha? Si kama unanisikia vizuri. Sasa kwa sababu wewe ni rafiki yangu tunayechangia vinywaji kila siku tukitoka hapa kwa mchezo, nikasema nikupe dili. Kitu kama mission. Yaani nakuleta kwangu kama rafiki tu na kutambulisha, wewe umemwona tayari mwanamke. Sasa kitu ambacho kitafuata inakuwa ni kumtongoza. Unamwomba namba yake ya simu nini? Sawa, unaanza mazoea. Sasa mimi kuna kitu nitakipanga baadaye, niwe kama nimechukua safari. Kisha wewe unarudi, unamwahidi pesa nyingi, unamwambia sasa hivi mume wako hayuko bwana, unaweza mimi nina pesa, unaona? Unajua mtu ambaye ameshawahi kuwa malaya na alikuwa anachukua pesa ndogo na analala na wanaume. Kama hiyo tabia hajaacha, hawezi akaacha hiyo pesa. Mwambie pesa kubwa. Alafu mimi nitajua kile nitakufanyia. Sasa kwa hiyo utanilipa. Usijali. Safi sana. Sawa, tuendelee. Nikufinye leo mzee. Leo nakupiga 5 bila. Acha nikumalize wewe. Hivi nakuua. Uone. Leo nakupiga 5 bila. Shika. Baby unasema? Prank kazuri. Na wife, hebu njoo. Nikupongeze. Lakini bro, acha nikwambie yes. Mwanamke kabisa. Yes. Ni mara ya kwanza nimejaribu kutesti mwanamke kama hivi. Akanishinda. Yes. Kwa njia zote nimepitia. Yes. Akanishinda. Akanishinda. Kweli. So Shemeji, kishalat. Acha Shemeji, lakini amekasi. Shemeji. Lakini nakupongeza wewe. Unipongeze Shemeji. Nakupongeza kabisa. So, lakini prank imeshika. Nini inaendelea? Wacha nimwambie kitu mke wangu. Samahani kidogo. Mimi nimekaa nikafikiria, nikasema huyu mwanamke kumwamini sawa na muamini, lakini kulingana na pahali nilipomtoa wakati namuoa, niliona si kitu rahisi kumwamini. So, kwanza nikushukuru ndugu yangu kwa kazi nzuri umeifanya. Wife njoo. Come. Una mke. Come. Nakupongeza bro. Thank you. Jenga nyumba, shika mke amebadilika. My wife, nakushukuru sana kwa sababu ya tabia uliyoonyesha ya ujasiri. Ni wanawake wachache, acha kulia, don't cry. Ni wanawake wachache kabisa ambao wanaweza wakawa wamepewa pesa kama hii na wakaikataa. Especially unakuta mwanamke alikuwa ni malaya, alikuwa anajiuza. Because unakumbuka tulipokutana mimi nawe, sawa? Hiyo tabia nimegundua umeacha. Thamani yako ni kubwa kuliko kitu chochote, na thamani yako kuna anayeitambua. Navin.
Nilikuwa ni ndoto. Yaani bado niko kwa hii maisha. Yaani tunarudi kwa ile maisha. Lavia, ni nini unaniamsha? Niambie. Yaani Lavi. Yaani bado niko kwa hii maisha. Lavi, nimeota. Nimeota Mungu ametubadilishia maisha kabisa. Ndoto? Ndoto ya nini tena? Nimeota Mungu ametubadilishia maisha kabisa. Tunaishi maisha mazuri. Yaani mimi nimerudi shule nasoma. Lavi, nasoma. Hata nimebadilishiwa shule. Nasoma maisha mazuri. Maisha mazuri? Umebadilishiwa shule? Na uko na salon, umefunguliwa salon woye. Yaani na bado niko hapa. Nakwambia ndoto kama hizo ni dhihirisho tosha ya kwamba Mungu atakuja kutubariki huko mbele. Kwa hivyo tuzidi tu kumuomba na kumjulisha kila kitu kwa kila hali, kwa sababu anajua yeye ambaye anaonyesha hizo ndoto anajua kuzikamilisha, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye ako na nguvu, ako na uwezo, na kuna jambo lolote ambalo liko ngumu kwake. Najua kama ni ndoto ya ukweli, tuendelee tu kuomba. Nakumbuka watu wengi wanakuanga wavivu sana. Ndoto kama hizo wakizipata hawaombi, wanaachana nayo. Lakini sisi venye umepata ndoto, tuzidi kuomba Mungu na tumwelekeze kwa kila jambo, kwa kila kitu, kwa sababu yeye ambaye ameanzisha atakamilisha, na najua ya kwamba maisha yetu itakuja kubadilika siku moja. Mungu